Sawa, nitakuandalia hadithi ya Mfalme Njozi kwa urefu kamili na kwa mtindo wa kusisimua. Hadithi hii inaweza kuwa na mapenzi, drama na mafumbo, yote yakiwa yamechanganywa. Hapa inaanza. Kulikuwa na kijana mmoja aitwaye Juma aliyeishi katika kijiji kidogo kando ya mto mkubwa wa bluu. Juma alikuwa maskini sana, akiishi na mama yake mzazi, lakini alikuwa na ndoto kubwa, ndoto za kuweza kubadilisha maisha yake na kupata fahari ya familia yake. Siku moja, wakati Juma alikuwa amelala, aliona ndoto isiyo ya kawaida. Katika ndoto hiyo alikutana na mzee mwenye sura ya heshima aliyevaa nguo za dhahabu. Mzee huyo alimwambia, Juma, usiogope kugusa ndoto yako, lakini kumbuka, kila hatua unayoichukua lazima iwe ya kweli na ya moyo safi. Usikubali tamaa ibadilishe tabia yako. Juma aliamka asubuhi hiyo akiwa na hisia tofauti, kuchanganyikia na matumaini pia na alijua ndoto hiyo ilikuwa ishara. Alianza kufanya kazi kwa bidii zaidi, kuokoa pesa kidogo kidogo na pia kujifunza ujuzi wa biashara na kilimo. Miezi ilipita na Juma alianza kupata mafanikio madogo, lakini ghafla kijiji kilikumbwa na ukame mkali. Wakulima walipoteza mazao yao na njaa ilianza kuenea. Juma alihisi huzuni, lakini akakumbuka maneno ya mzee wa ndoto, kila hatua ya kweli na ya moyo safi. Hivyo aliamua kushirikiana na wenzake kuunda mfuko wa chakula cha dharura na kusaidia familia zilizoathirika. Wakati huo, Juma alikutana na Neema, msichana mrembo na mwenye busara kutoka kijiji jirani. Neema alimshirikisha mawazo yake kuhusu biashara ya mavuno ya kisa. Walipokutana, palikuwa na cheche za mapenzi ambazo hazikuonekana mara moja, lakini polepole zikawa moto wa dhahabu. Kwa miaka michache, Juma na Neema walibadilisha kijiji chao kuwa kituo cha kilimo cha kisasa. Walikuwa na wafanyakazi, mabonde ya kilimo yaliyojaa mavuno, na wakulima wengine walinufaika. Lakini jaribu halikukoma. Wanasiasa walitaka kudhibiti ardhi yao, na wale wa mji mkubwa walikuwa na hila za kuiba mafanikio yao. Siku moja, Juma alilala akiwa na uchungu na kuota ndoto nyingine. Mzee wa ndoto ya awali alirudi, ushindi haliji bila kupigana. Lakini kumbuka, nguvu yako si mali wala wingi wa mavuno, bali moyo wako wa kweli. Juma alitumia hekima na hila kidogo, akishirikiana na Neema kutengeneza mpango wa kulinda ardhi na kuhakikisha kila mtu anapata haki yake. Hatimaye walipata heshima kubwa, na watu walijua Juma si mfalme wa bahati, bali mfalme wa ndoto zilizofikishwa kwa moyo safi. Mwaka mmoja baadaye, Juma na Neema walikusanyika na familia zao, wakiwa na watoto na wakiwa wameshinda changamoto zote za maisha. Juma alikumbuka maneno ya mzee wa ndoto akitabasamu. Ndoto ni kitu cha nguvu, lakini moyo wa kweli ndio unaobadilisha ndoto kwa hakika. Na hivyo hadithi ya Mfalme Njozi inafundisha, ndoto hazina maana bila jitihada. Mapenzi yanaweza kusaidia kuimarisha moyo, na moyo wa kweli unaweza kushinda changamoto zote za maisha.